Nenda. Simama hapo. Jina lako nani? Sylvester nani? Toby nani? Wilaya? Tarafa? Una umri gani? Kwenda. Taratibu. Wana maneno mengi. Wewe macho kwenye basi. Anakuwa kama vile. Katika usafirishaji wa wanamgambo, magari ya watu binafsi, mashirika na serikali yalitumika. Karibuni nyumbani. Nasema ni nyumbani kwa sababu wanaoishi humu ni watoto wa wakulima na wafanyakazi. Na kile chochote ambacho wanakitumia humu ndani ni cha wakulima na wafanyakazi. Pana magari hapa ni wakulima na wafanyakazi. Pana majengo ya wakulima na wafanyakazi. Na wakulima na wafanyakazi wenyewe ndio nyinyi. Kwa hiyo naambia ni karibuni nyumbani. Wakati tukiwa hapa mtajikuta kwamba mnaishi katika ushirikiano na umoja. Karibu kila kitu mtakachokuwa mnafanya itakuwa ni katika ushirikiano, kikundi kwa kikundi, sio mtu binafsi. Kwa hiyo hilo pengine linaweza likawatatanisha katika kubadilisha hayo mazingira. Lakini tunawakaribisha tukiwaambia kwamba tutashirikiana wote pamoja mpaka tutakapofikia hapo ambapo tutaka kufika. Sawa? Wote go stop. Cantoro Battalion. Yes, sir.
Baada ya kupokewa katika kambi, wanamgambo walipimwa ili kuhakikisha Badilisha jicho la pili. Kumba jicho la pili. Toma hapa. Sioni hapa. Uone. Kunja miguu. Alafu legeza tumbo kabisa kabisa. Unasikia? Weka mikono hivi. mafunzo ya kijeshi na maarifa ya kujihami porini ni moja ya mambo ambayo kila askari ni lazima ayajue. Wengine walipangwa katika vikosi vya kutumia silaha kubwa kama vile mizinga ya aina mbalimbali. Mbinu za mashambulizi za askari wa miguu wakiandamana na vifaru ni moja ya mafunzo muhimu katika elimu ya vita. Ndugu wanamgambo, kila kikundi kilipomaliza mafunzo yake kilikwenda katika uwanja wa mapambano. Kabla ya kuondoka kwenye kambi za mafunzo, wapiganaji wapya waliagwa na wakuu wao ili kuwatia hamasa na kuwaeleza jukumu lao katika kutetea uhuru na heshima ya taifa letu kutokana na uvamizi wa ardhi ya Tanzania. Ili wasiweza kubahatika kuzaliwa vizuri na waishi kwa raha. Tunagombea ardhi yetu, hata hewa ya Tanzania ni yetu. Ni lazima mjue hayo ya nyuma. Kwa hivyo namalizia kusema sisi wote tusaidiane, tusaidie viongozi wenu na viongozi watawasaidia. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kidumu! Zidumu siasa ya ujamaa na kujitegemea! Zidumu! Zidumu milele fikra za mwenyekiti wa CCM! Zidumu! Asanteni sana.
Huko katika uwanja wa mapambano, askari wetu waliendelea kutayarisha mipango ya kumtoa kabisa adui hadi nje ya mipaka yetu. Ili kusafirisha zana na silaha mbalimbali, wanajeshi wetu walitengeneza viwanja vya ndege vya muda kuwezesha vifaa vifike katika sehemu ambazo zilikuwa ngumu sana kupitika. Bado linawaka moto. Baadhi ya vikosi hodari vya majeshi ya Tanzania vililazimika kupita kwa mguu katika sehemu zilizojaa maji, matope na msitu mnene ili kumzingira adui. Katika sehemu nyingi walizokomboa, wanajeshi wetu waliwakuta wazee na vikongwe ambao walinusurika kuuawa wakati majeshi ya Amin yalipovamia nchi yetu. Baada ya kufukuzwa sehemu ya Kyaka, majeshi ya Amin yalikimbilia Mtukula na kujenga ngome imara. Tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 79, majeshi ya Tanzania yalishambulia ngome ya adui ya Mtukula. Askari wengi wa Amin walikufa na wengine walikamatwa mateka. Waliosalimika walitawanyika ovyo na kuacha silaha nyingi ambazo zilitekwa. Eneo la Kagera lilikombolewa kikamilifu tarehe 22 Januari mwaka 1979.
huyu jamaa kitu majumba yake. Wala hii bien pekee. Wanaona sasa? Una pigo lake nimeona imekuwa mzuri zaidi. Pigo takatifu wingi. Bila nyumba ile punguzo lile hata punguza wote walimanyumba. Basi mimi nafikiri kwamba huyu jamaa kitendo alichokisema adui akawa amefukuzwa kabisa katika ardhi ya Tanzania aliyokuwa ameikalia. Amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Tanzania Mwalimu Julius Nyerere, ambaye alifuata kwa makini kila hatua ya mapigano, aliwatembelea wapiganaji wetu huko katika uwanja wa mapambano na kukagua maendeleo ya vita. Akifuatana na makamanda wa vikosi mbalimbali akiwemo mkuu wa majeshi ya Tanzania Luteni Jenerali Abdalla Twalipo, Mwalimu alionyeshwa silaha mbalimbali zilizotekwa katika kuikamata ngome ya Mtukula. na kama kawaida labda itakuona na vile vinaweza music walikuwa tukipiga na komanda kitu vile vifunda inaelia sana katika bunduki ndio inapiga kelele sana utafikiri imeshinda na kupiga usiku kwenye handaki utafikiri labda ni silaha kubwa sana. Effect ya hii kuongeza sauti great shock na vile inaongeza range effective range ya bunduki. APC hii huwa inatumika katika kubebea askari wadogo ambayo inajawa 18 kwa jumla na 22. Hili zinga yote huwa anatumia wakati anapopeleka askari wake msafari au kwa haraka, kwa sababu unaona kwamba uwezo wa kusonga mbele ni wa haraka zaidi kwa sababu ni mobile. Kwa hiyo anapofika askari wake yao kwenye object wanaanza kushambulia, yeye anarudi kwenye cover askari kwa mbele. Toka mlima huu wa Mtukula kuja mbele utando mweupe kuna misitu. Katikati ya hiyo misitu utakuta kuna mfano wa barabara. Hiyo ndio ni runway ya airport. Runway ya adui. Ukija mbele kabisa sehemu ya hapo utakuta kuna miti na hapo ndio factory ya Sky East. Nchini kote, wananchi mijini na vijijini walitoa michango ya aina mbalimbali kusaidia mapambano. Kumuondoa huyu ndudi aliyotuingilia nchini mwetu. Vilevile najitoa mwanzo kuwapelekea ndugu wananchi walio katika kijiji hiki, kuwaelekea kwa watoe mchango wa hali na mali. Na vilevile namalizia kwa kusema kwamba mimi mwenyewe natoa ng'ombe 3 na majunia 2 ya mahindi. Asante mwenyekiti. Kwanza mimi huyu nduli sasa nimsikia hapa nchini kwetu. Sasa siku nasikia kwenye maredio wanatangaza nduli anaua ndugu zetu huko sehemu za mpakani. Kwa hiyo mimi kwa mchango wangu binafsi natoa junia 1 la njugu mawe ili niweze kusaidia vijana wetu. Kwanza kabisa
mimi binafsi ninatoa ng'ombe 3 kwa ajili ya kumuondoa huyu fashisti aliyeingilia nchini mwezi uliopita. Alafu isitoshe, mimi nikiwa kama balozi nitakufikisha ujumbe huo, na imani kwamba nitawaeleza wananchi vile vile tuongeze juhudi ya kilimo kwa ajili ya kinga baadaye. Wajumbe, na washukuru sana katika kuitikia wito wa mchango wetu wa kupeleka kwenye mapambano. Naomba muambie mabalozi wafanye haraka kuchanga mchango wa uwasilisha hapa tawini na sisi tuwasilishe kule wilayani. Asante sana. Kwa upande wa mifugo, kiasi cha ng'ombe 75,000 pamoja na maelfu ya mbuzi na kondoo walikusanywa katika nchi nzima. Ndugu wanakamati, jumla ya ng'ombe zote sijui ni kiasi gani? Ndugu mwenyekiti, jumla ya ng'ombe wote tulishapokea ni 318. Jumla ya ng'ombe zote ni 318. Asanteni. Gabriel Kasinda. Wananchi wengine walitoa damu kusaidia askari walioumia vitani. Viwandani na maofisini, wafanyakazi waliongeza saa za kazi kama mchango wao kwa vita. Ingawa huu ulikuwa wakati mgumu kwa Tanzania, wananchi walionyesha kukomaa kisiasa kwa kuwa watulivu na kuendesha shughuli mbalimbali bila kubabaika. Mkutano wa kimataifa unaojulikana kwa jina la kundi la nchi 77 ulifanyika mjini Arusha kama ilivyopangwa na bila hitilafu yoyote, wakati nchi ikiwa katika hali ya vita. Tunasema adui anataka kutuondoa. Vita sasa viliingia katika hatua nyingine. Baada ya Idi Amin kutamka kwamba ataendelea na kutekeleza hatua ya pili ya kuishambulia Tanzania kwa kupiga mabomu miji ya Mwanza, Tabora, Dodoma na Tanga, Tanzania ililazimika kuhakikisha kwamba usalama wake utakuwa wa kudumu. Hivyo ikawa lazima kwa majeshi ya Tanzania kumsaka Idi Amin ndani ya Uganda na kumtokomeza kabisa. Makamando wa vikosi mbalimbali waliwaeleza wapiganaji wetu juu ya wajibu huo. Tarehe 22 Januari tumemtoa katika vilima hivi tulivyokaa. Wajibu wetu mkubwa kwanza ni kuhakikisha kwamba mlima ule wa Katera tunaouona ni lazima tuuchukue na uwe mikononi mwetu. Kwa muda mrefu tumesubiri na sasa tumepewa amri na amiri jeshi mkuu kwamba nyoka huyo lazima tumwangamize. Naomba tukubaliane, kama kuna mtu atarudi nyuma
tuna hiari kurudi nyuma kuvunja ile daraja la Kagera na tukae huku mpaka tumehakikisha kwamba hakuna yeyote atakayerudi mpaka Nduli Amin amekamatwa na kuuawa. Wapiganaji wote walipokea wito huo kwa nia moja na waliazimia kumwangamiza kabisa adui. Pamoja na majeshi yetu walikuwamo wapiganaji wananchi wa Uganda waliompinga Idi Amin ambao walipigana bega kwa bega na majeshi ya Tanzania. Askari hao waliongozwa na Kanali Tito Okello, Luteni Kanali Oyite Ojok na ndugu Yoweri Museveni. Majeshi yalisonga mbele kuelekea miji ya Masaka na Mbarara ambayo ilikuwa ni vituo vikubwa vya vikosi vya mauaji ya majeshi ya Nduli Amin. Wakati huo adui naye alikuwa anajitayarisha kupambana na majeshi ya ukombozi. Wapiganaji wetu walijiandaa kikamilifu katika kuishambulia miji hiyo iliyokuwa ikilindwa vema na majeshi ya Amin. Mbinu za hali ya juu zilitumiwa katika kutayarisha mashambulizi ya miji hiyo. Masaka na Mbarara ilikombolewa mwanzoni mwa mwezi Machi mwaka 1979. Majeshi yetu yalipokewa kwa shangwe na wananchi waliokuwa wamekandamizwa na utawala dhalimu wa Idi Amin kwa miaka 8. Kambi kubwa ya kikosi maalum kilichojiita kikosi cha kufa na kupona ilitekwa hapo Masaka mapema alfajiri ya tarehe mosi mwezi Machi. Mji wa Mbarara uliokuwa miongoni mwa miji mizuri nchini Uganda uligeuka kuwa magofu matupu. Pia kambi kubwa ya kikosi cha Simba iliyokuwa karibu na mji huo ilitekwa. Katika juhudi za kutafuta usuluhishi wa vita hivi, mwenyekiti wa kipindi hicho wa Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU, Rais Jafar Numeri wa Sudan, alitembelea Uganda na baadaye Tanzania. Tangu mwanzo, OAU ilikuwa imeshindwa kutoa tamko rasmi kulaani kitendo cha uvamizi wa majeshi ya Idi Amin kwa ardhi ya Tanzania. As chairman of the mighty of the OAU, and as a prisoner of Sudan, and as a friend to Idi Amin. Katika mazungumzo na waandishi wa habari huko uwanja wa ndege wa Entebbe, Rais Numeri alisema kwamba alifika Uganda kupata maoni ya Idi Amin kuhusu ugomvi huo wa nchi mbili zilizo ndugu.